Kwa hiyo sasa kila nchi kupitia yale malengo 17 yale na kupitia sekta mbalimbali sasa za nchi husika inaandaa sera, inaandaa sheria, inaandaa miongozo mbalimbali ambayo utekelezaji wake unalenga kufikia lile lengo. Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye mipango miji yetu, tunazo sheria, tunazo miongozo, tuna kanuni, tuna sera, na kama mmesikia kwenye matangazo huko inaenda kuzinduliwa sera ya ardhi toleo la mwaka 2023. Zote hizi ni katika kuhakikisha sasa tunafikia lengo la kuwa na miji salama, miji jumuishi, miji himilivu, lakini na miji endelevu. Sawa sawa? Hii miji hii tukiweza kufikia hili lengo hili, ina maana kwamba kwa mfano tuchukulie issues za miji himilivu. Katika miji himilivu, sekta ya makazi ndio inategemewa kuwa suluhisho, yani kutoa suluhisho bora la changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi na yenyewe ni somo pana, lakini wanasema in a nutshell, sasa hivi tunaona joto limeongezeka sana duniani. Hii ni effect ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tunaona pia kina cha bahari kimeongezeka. Kwa hiyo vile tulivyokuwa tumezoea kuona kina cha maji kiko mahali fulani, sasa hivi kimesogea. Hayo ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia tunaambiwa ice imepungua huko mlima Kilimanjaro. Ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa hizi zote zile wanasema mitigation measure, jamani Kiswahili kigumu, nivumilie tu. Zile suluhisho za kufanya hizi changamoto zipungue zinatarajiwa kutoka kwenye sekta ya mipango miji, yani sekta ya makazi. Kwa mfano, sekta ya makazi inatarajiwa ituletee mbinu bora za ujenzi wa majengo ili sasa haya majengo yaweze kuhimili haya mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini pia kwa sababu joto limeongezeka sana, hii sekta inatakiwa sasa ije na suluhisho za kuwawezesha watu kukabiliana na hili ongezeko la joto kali. Kwa mfano, moja ya masuluhisho ni namna unavyojenga jengo lako, basi kuwe na mzunguko mzuri wa hewa, air circulation. Jamani Kiswahili kigumu. Unajua ukisoma Kiingereza alafu umuelezee mtu kwa Kiswahili, mnivumilie hivyo. Kuwe na mzunguko, jengo lako liwe na mzunguko mzuri wa hewa. Kwa badala ya watu kuwa wanajenga kuweka vidirisha vidogo vidogo, hapana. Lakini pia materials zinazotumika. Sasa hivi maeneo ya mijini watu wengi wanapenda sana kutumia hizi aluminium window, madirisha ya aluminium. Lakini the way yalivyotengenezwa yale madirisha yana block hii circulation ya hewa ya kutosha. Kwa sababu unakuta dirisha linafunguka tu upande mmoja. Umeona? Kwa sasa vitu vya namna hii ndivyo vinavyo, yani hizi mbinu za ujenzi, namna ya material za kujenga. Unaona kioo hakipitishi hewa kabisa. Kwa hewa inapita tu upande mmoja. Lakini ukiachia katika mbinu za ujenzi, pia wanasema kwa mfano kutumia AC, kutumia mafeni, hivi ni vitu ambavyo vinakuja sasa kusaidia, tunasema adaptability, kukabiliana na hiyo hali. Badala ya kukimbia joto tunatakiwa tukabiliane nalo. Sasa namna ya kukabiliana nalo ni kuwa sasa na vitu vinavyokupunguzia joto. Kwa mfano unafunga AC. Kwa hiyo lazima sasa hizi sekta zinazohusika na vifaa kama hivyo zije pia na mkakati aidha wa kupunguza gharama, lakini pia kuhakikisha ile supply ya vitu kama AC, mafeni inakuwa kubwa, lakini pia inakuwa ina affordable price. Jamani, mnaanza kuona hiyo linkage na tunavyosema kwamba mipango miji ni maisha yetu ya kila siku, kwa sababu yani inatugusa katika maisha yetu ya kila siku.
unaona sasa hizi mitigation measures ziko nyingi. Sasa hivi tunaona ili kukabiliana pia na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, tunakuja sasa na issue za energy saving, kutumia energy safi ili tupunguze ukataji wa miti. Kwa hii energy safi pia ni moja hapo ya hizi mitigation measures ambazo zinatarajiwa kusaidia. Sasa vyote hivi energy savings, electricity, unaona kabisa vinalenga kutumika kwenye makazi. Kwa hiyo kwenye designing zetu za makazi yetu ni lazima sasa tufikirie issue kama gesi. Wapi tunapitisha gesi zifike moja kwa moja kwenye nyumba za watu? Tunapitisha wapi hizo gesi? Tunapitisha wapi umeme? Tunapitisha wapi? Hiyo ni sekta ya makazi. Sasa ikiwa sisi wananchi tunanunua tu maeneo bila kufikiria chochote, kwa maana yake tunanunua squatter. Yaani tunafanya uendelezaji pasipo kuzingatia taratibu za mipango miji. Sasa unapofanya uendelezaji pasipo kuzingatia taratibu za mipango miji, tafsiri yake ni nini? Hizi fursa hizi zitakukosa. Chukulia sasa ndo inatakiwa gesi isambazwe. Mabomba yanapitishwa wapi wewe ambaye unaishi squatter? Mabomba yanapitishwa wapi? Hamna, kwa sababu kule watu wameendeleza bila mpangilio. Kwa hiyo unaona ugumu wa maisha, yani kadri siku zinavyoenda, miaka hiyo inayokuja, jamani, ugumu kwenye hizi squatter, maisha yatakuwa ni magumu sana, kwa sababu jinsi dunia inavyobadilika, huku kwenye squatter suluhisho zitakuwa ngumu. Kwa mfano sasa hivi tunafanya sana haya mazoezi ya urasimishaji. Vile vibarabara umeona vilivyo vidogo, kibarabara cha mita 2, mita 3. Hizi suluhisho zinazotarajiwa zinawezaje kuja huko? Nyumba zimebanana joto. Unaona? Kwa kuna haja ya kila anayeishi kwenye ardhi, kila anayetumia ardhi ajue taratibu za mipango miji. Ukizijua taratibu za mipango miji, hautatamani kuishi squatter. Na of course mimi na washauri wale wenzangu tunaolingana kiumri, basi msinunue viwanja katika maeneo ambayo hayajapangwa. Nunueni viwanja katika maeneo yaliyopangwa, yani yaliyopangiliwa vizuri, yaliyopimwa, barabara za kueleweka. Tuachane na habari ya kukaa kwenye kibarabara, yani hampishani, gari hazipishani, mpaka tusubiriane. Tunatakiwa tuhame huko, tukae kwenye miji ambayo itaitwa sasa miji salama, itaitwa miji himilivu, itakuwa ni miji endelevu. Leo naishia hapa.